Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mpenzi mtazamaji, karibu katika kipindi kizuri kabisa Zijue Taasisi na Kazi Zake. Zijue Taasisi na Kazi Zake ni kipindi ambacho tunatembelea kila taasisi kufahamu basi taasisi hii inaitwaje, inashughulika na nini, na taasisi hii basi ipo hapa nchini kwa kazi zipi, na wananchi wanaifahamu hiyo taasisi. Basi leo hii tukaona tuje hapa moja kwa moja katika ofisi nzuri kabisa. Katika ofisi hii inapatikana taasisi ambayo basi kama ulikuwa huifahamu leo ndo utaifahamu, inaitwa SIFCA. Salamu alaikum Sheikh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vipi hali yako? Alhamdulillah, hali wanasema mabsut. Wanasema mabsut. Naam, mabsut. Haya, karibu katika kipindi chetu kizuri kabisa Zijue Taasisi na Kazi Zake. Na leo tumekuja nyumbani kwenu. Tunataka tuijue taasisi ya SIFCA. Kabla hatujaenda mbele, mtazamaji anataka ajue kwanza naitwa nani, tuendelee. Na mimi naitwa Sheikh Mohamed Isa. Kwa nafasi yangu kwenye taasisi hii ni mratibu wa shughuli za kila siku za hiki kituo SIFCA, na nimekuwa toka mwanzo wa kituo hiki, ni muasisi wa kituo hiki, miongoni mwa muasisi wa kituo hiki, na tunaendelea na shughuli hizi za kuhudumia wananchi wa Tanzania. Shukrani sana. Natumai mpenzi mtazamaji basi kama ulikuwa humjui Sheikh Mohamed Isa, leo ndo tupo nyumbani kwake hapa, atatueleza mengi zaidi. Sheikh, tunataka kufahamu SIFCA ni nini hasa? Bismillahirrahmanirrahim. SIFCA ni kifupi cha Center for Islamic Finance Compliance and Advice. Ni maneno ya Kiingereza ambayo yana maana kituo cha usimamizi wa huduma za kifedha za Kiislamu pamoja na ushauri. Kituo hiki kama jina linavyojieleza kipo kwa kutoa huduma mbalimbali ambazo zinahusiana na hii sekta ya huduma za fedha zinazozingatia misingi ya dini ya Kiislamu. Kwa hivyo SIFCA kifupi maana yake ndio hiyo. Shukrani sana. Kama ulikuwa ufahamu basi maana ya SIFCA ni kituo hicho ambacho Sheikh ametufahamisha kazi, jina lake halisi. Na Sheikh, labda tuje moja kwa moja katika huduma za kifedha, na tumeangalia hapa sisi tunaingia kwenye Uislamu zaidi kuna sheria zake. Labda kwa SIFCA zikoje hizo sheria? Kisheria, kwanza ni uwepo wa SIFCA kisheria ni taasisi ambayo imesajiliwa serikalini, inatambulika, ina viongozi wake, ina malengo yake. Ilisajiliwa mwaka 2010 Wizara ya Mambo ya Ndani kule, lakini pia SIFCA imesajiliwa kwa mdhibiti au msimamizi wa wadhamini RITA, ambayo yuko chini ya wizara yetu ya Katiba, maendeleo ya katiba na sheria kwa sasa. Na ni taasisi ambayo ya kipekee kusema kweli. Ukitafuta taasisi kama hizi hapa nchini, hii ni ya kipekee. Hakuna nyingine ambayo inaendesha shughuli kama hizi na imesajiliwa serikalini. Zipo zinazoendesha shughuli za kuhudumia tu wananchi katika huduma kama hizo, lakini iliyo kwa madhumuni ya kusimamia na kudhibiti uendeshaji wa huduma za kifedha na zinazozingatia misingi ya Kiislamu ni taasisi hii tu ya SIFCA. Na ilianzishwa kwa hitajio baada ya kuona kwamba pameanzishwa huduma za kibenki za Kiislamu hapa nchini mwaka 2008 kwa kuanzia na dirisha linalotoa huduma za kibenki za Kiislamu kwenye benki ya Kenya Commercial Bank KCB mwaka wa 2008. Walianzisha hiyo wanaita Sahal Banking au Sahal Islamic Window. Tukaona katika kuanzishwa huduma hizi na benki ambayo si ya Kiislamu, ni vipi basi hizo huduma zitakuwa za Kiislamu? Duniani suala hilo linakubaliwa na maulama,
wa majopo makubwa ya wanawazuoni kama vile Majma'ul Fiqh al-Islami, kama Fiqh Academy. Sasa hivi kuna Accounting Auditing Organization of Islamic Financial Institution, IOFI. Fatwa mbalimbali zimetolewa kwamba mtu anaweza asiwe Muislamu lakini anaweza akafanya muamala wa Kiislamu, murabaha, mudharaba, ijara, anaweza akatazi, kwa sababu dini yetu ilikuja kama alivyosema Mwenyezi Mungu, wama arsalnaka illa rahmatan lilalamin, hatukukutuma wewe ila uwe ni rehema kwa ulimwengu. Uislamu ni rehema kwa ulimwengu. Hakuna dini ambayo inampa mwanadamu huduma, uadilifu na utendaji unaokuwa wa usawa na haki kuliko Uislamu, hakuna. Kwa hivyo huduma hizi zilipokuwa sasa tunaziona zinatolewa na taasisi ambayo kimsingi si ya Kiislamu, tukaona hapana, lazima kuwe na jumuiya au taasisi ya Kiislamu ambayo itasimamia kuhakikisha kwamba zinaendeshwa Kiislamu. Kwanza katika haya madirisha ya huduma za benki ya Kiislamu au hata benki yenyewe ili iwe ya Kiislamu, lazima kanuni zake zote za uendeshaji ziwe kwa mujibu wa misingi ya Kiislamu. Muundo wake lazima, mikataba yake lazima kuwe na washauri ambao wanajua, wamebobea katika mambo hayo. Na benki ya KCB mle ndani kukawa kuna washauri wa sharia, wanaitwa Sharia Advisory Board au Sharia Supervisory Board. Sasa hawa wanaoitwa Sharia Supervisory Board wanapatikanaje? Unaona, kuna taasisi inayo wajua hawa, ili hata wakiwepo katika benki au katika taasisi inayotoa huduma za kifedha za Kiislamu, umma uwe na imani kwamba hawa kweli wanatambulika, wana ujuzi, vinginevyo itakuwa haiendi sawa. Ndio tukaona sasa kuna hitajio la kuweza kuwa na taasisi kama hii, na tukaisajili mwaka 2010 ili iweze kusimamia hizo taasisi ambazo zinatoa huduma hizo, lakini pia iweze kushirikiana na wale financial regulators au wasimamizi wanaosimamia sekta za fedha nchini. Kwa mfano, sekta ya benki inasimamiwa na Benki Kuu. Sekta ya bima inasimamiwa na mamlaka ya wasimamizi wa huduma za bima nchini, TIRA. Sekta ya masoko ya mitaji na hisa inasimamiwa na Capital Markets and Securities Authority. Ukitaka kwenda kusajili hisa zako ziuzwe, inasimamiwa na soko la hisa na mitaji la Dar es Salaam, DSE. Sasa hawa wote hawa ni nani watakaokuwa wanawasiliana naye ndani ya Uislamu, anayejua huduma hizi? Ndio tukaona kwamba tuanzishe hii SIFCA. Lakini pia huduma hizi haziwezi kutolewa Tanzania. Ni lazima zitolewe kwa mujibu wa standards za kimataifa. Sasa ni nani atakayeunganisha wadau wote wa huduma hizi hapa nchini na mashirika ya nje ya nchi? Ndio tukaona iwe SIFCA. Na mpaka hivi tunavyozungumza SIFCA inatambulika duniani kote, na wale wanaosimamia huduma mbalimbali kama vile IOFI ambayo inasimamia kutoa miongozo ya sheria, kutoa miongozo ya namna ya kufanya uhasibu na ukaguzi wa huduma za kifedha za Kiislamu, inasimamia pia mpaka na usimamizi wake uweje, governance. Pia tunajulikana kwa International Islamic Financial Services Board ambayo yuko makao makuu Malaysia, yenyewe inatoa miongozo ya risk au masuala ya majanga, masuala yanayohusu kitu ambacho kinaitwa prudential regulations au udhibiti na usimamizi wa sawa. Tunahusiana pia na International Islamic Rating Agency ambayo inasimamia namna ya kutoa viwango vya huduma. Ya taasisi inatoa huduma lakini inapewa viwango, inakidhi viwango vinavyotakiwa. Lakini pia tunashirikiana na International Islamic Financial Markets ambayo inasimamia masuala ya huduma za mitaji na hisa duniani. Kimsingi tunafahamika hata na International Islamic Development Bank, ISDB. Kwa hiyo SIFCA ikawa lengo lake ni kuhakikisha kwamba huduma hizi zinaendeshwa Kiislamu, ili mlaji au anayehudumiwa awe basi hata pakitokea tatizo akaulize wapi. Kwa hiyo mwaka 2010 ndio tukaanzisha, na tumesajiliwa kama nilivyosema Wizara ya Mambo ya Ndani, na tumesajiliwa wizara ile ya Katiba na Sheria kule Rita. Mashallah, mpenzi mtazamaji, kama basi ulikuwa hujui, habari ndo hiyo, kazi kubwa ya SIFCA na hapa nchini inafanya nini. Natumai basi kwa vitu unaogopa wewe kuhusiana kuweka pesa benki, kwamba mimi ni Muislamu siruhusiwi kabisa, kuna mambo kama hayo. Wapo hii haramu kabisa hii. Hazikuweko benki siku hizo wakati wa Mtume.
Kwanza hilo Uislamu yani Qur'an mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ile ni summary, unaona, ni ufupisho wa mafundisho yote anayohitaji mwanadamu ila antakuma saa mpaka kiyama. Kwa hiyo ukitafuta hata mswaki utakaotumia huo umeandikwa kwenye Qur'ani au hadithi za Mtume, utapata shida sana. Kwa hiyo Uislamu umeweka misingi ya jumla, lakini itatumikaje katika zama zote inategemea maulama waliopo zama hizo. Wataona sasa hili litumike namna gani. Huduma hizi zinakubaliwa na maulama wote wanaowasawasawa, wanaojua Uislamu unavyotakiwa uende. Kwa kama una wasiwasi kwamba benki hazikuwepo wakati wa Mtume, bwana, benki zimekuja na makoloni, kwa hiyo ni jambo la kikafiri, utakuwa tu wewe uelewa wako ni finyu sana, lakini hizi huduma zinatambulika duniani kote. Na hapa pia tunapata kuona kwamba kama kulikuwa kuna benki naona kwamba haitambui mambo ya Kiislamu, basi wakija katika hii kampuni, katika hii taasisi, mambo yatakuwa mazuri kabisa. Mtazamaji, tunaendelea, bado tuko katika kipindi kizuri kabisa Zijue Taasisi na Kazi Zake, na leo hii basi tumeitembelea Sifka na tunataka tujue kila kitu kina muundo wa uongozi. Labda hapo Sifka, muundo wenu uko vipi katika uongozi? Ya, swali la msingi sana, kwa sababu uongozi wanasema anasu ala dini mulukihim, watu huwa wanatembea nyuma ya viongozi wao, wafalme wao. Watu wakiangalia tu viongozi wanaweza kujua hii taasisi hovyo au hii sawa sawa. Muundo wake ukoje? Muundo wetu sisi, juu kabisa kuna mkutano mkuu wa taasisi unaitwa annual general meeting. Ndio pale juu maamuzi mengi makubwa, kwa mfano mabadiliko ya katiba au marekebisho ya katiba au mambo mengine yale makubwa yatafanyika pale. Lakini chini ya AGM kuna wadhamini. Kama tumesema tumesajiliwa RITA, kwa hiyo kuna wadhamini. Sifka ina wadhamini. Miongoni mwa wadhamini wetu ni aliwahi kuwa naibu governor wa Benki Kuu Mohamed Mbaye. Wapo kina Ali Kilima, kina Said Bawaziri, unaona, ni miongoni mwa wadhamini tulionao. Arif Mbarak Nahdi, huyu wa Imani, wa The Islamic Foundation, unaona, miongoni mwa wadhamini tulionao. Kwa hiyo kuna wadhamini, lakini chini ya wadhamini kuna governors. Board of governors, hawa ni wasimamizi ambao ni watu wenye heshima zao katika jamii. Na chini yake kuna executive committee, kamati tendaji. Humo kuna watu waliobobea kwenye fani za mambo ya fedha, uongozi, utawala, kama kina Dr. Kasim Hussein Shadhili, unaona, ambaye ni mwenyekiti wa Auqaf Tanzania pia. Utaona walioko Sifka mara wako Auqaf, wengine wako sijui Basuta, wengine wako Hayatul Ulama, wengine wako sijui Bakwata huko. Yani inaunganisha, tuseme kweli, yani Waislamu kwa ujumla. Si ya kikundi fulani kama dhehebu au nini, ni taasisi ya Waislamu bila kujali wewe ni madhehebu gani. Mradi unahusiana na masuala ya Islamic finance, tunakuhusisha pia. Sasa chini ya hawa executive committee au kamati tendaji kuna watendaji wa ofisi. Sasa hapo kuna mwenyekiti ambaye kama nilivyosema ni Alakhi Arif Nahdi. Makamu mwenyekiti ni Profesa Mohamed Hafidh Khalfani, huyu aliwahi kuwa Benki Kuu kule, unaona. Katibu mkuu ni Alakhi Salum Lupande. Huyu ni mtaalamu bobezi wa mambo ya fedha, ana masters ya mambo ya finance, ni anashughulika na mambo ya ukaguzi wa huduma za kifedha. Yuko kule PricewaterhouseCoopers, ni moja ya taasisi kubwa duniani kwa hapa Tanzania. Lakini tuna coordinator au mratibu ambaye ndio mimi hapa, shughuli za kila siku za ofisini nazo tunaye muhasibu bwana Juma Isa, unaona. Tunao pia wataalamu wetu mambo mbalimbali ya sharia, wataalamu as experts, kina Khalfan Abdallah ambaye yuko Abrar Consult kule, kina Omar Sharifu, unaona, kina Dr. Bill Kiwia, sasa hivi ni commissioner wa masuala ya PPP kule serikali ya muungano, serikali ya mapinduzi ya Zanzibar, unaona. Ni miongoni mwa wataalamu wetu kina Dr. Hussein kama nilivyosema, kina Dr. Abdallah Tego ambaye yuko kule chuo kikuu cha Uislamu Morogoro MUM, kina Dr. Hamduni, kina Yasir Salum Masudi, unaona. Wengi tunao ambao ni wataalamu wetu. Inapotokea kazi tunawahusisha. Kuna maulama pia wa Hayatul Ulama,
unaona, ambao wamepewa mafunzo ya Islamic finance wapo. Inapotokea swala la kisheria tunawahusisha. Kwa hiyo kuna wataalamu wa sharia na wataalamu wa mambo ya huduma za kifedha, kuna wataalamu wa sheria pia, kina Alaki Rafi ni wataalamu wa sheria za kisekula, kwa sababu itakuja mambo yanayohusu sheria lazima waingie watu wa sheria. Kwa hiyo muundo wetu wa uongozi ni uko namna hiyo, ni mpana kiasi hicho. Mtazamaji, huo ndo muundo wa uongozi hapa SIFCA. Ukiambua kwamba hii jamani ni taasisi kubwa, taasisi ambayo imejitosheleza, na wote ambao wamekutajia Sheikh Mohamed Issa ni watu ambao yani wana elimu kubwa zaidi, kwamba ukiingia hapa basi mambo ni mazuri kabisa. Tumeangalia uongozi, tunakuja labda malengo ya SIFCA, malengo hasa, lakini tunapoanzishwa kinakuwa na malengo. Labda malengo hasa. Kwa ujumla malengo ni kusimamia masuala ya huduma za kifedha zinazozingatia misingi ya Kiislamu. Hilo ni lengo kubwa la jumla, lakini ndani kuna malengo mahususi. Lengo la kwanza mahususi ni kutoa elimu ya masuala ya huduma za kifedha za Kiislamu kwa Watanzania. Kama nilivyosema, huduma hizi hazibagui kwamba huyu ni Muislamu au sio Muislamu, ni wananchi wote. Na hili tumekuwa tunalifanya kwa kuwa na vipindi kama hivi kwenye vyombo vya habari. Tuna vipeperushi ambavyo tumevichapisha, kuna mabango kama haya unaoyaona, kazi zake ni hizo. Tumeshiriki katika huduma za wiki ya fedha, unaona, zinazo chini ya Wizara ya Fedha Tanzania. Pia kwa katika kutoa elimu tunatembelea vyuo vikuu, tunatembelea kutoa elimu kama hiyo. Kwa hiyo ili wananchi wapate huduma ni lazima wazijue. Kama wazijui hawawezi kwenda, na wanaweza wakazipiga hata vita, kwa sababu wanachuoni wanasema annasu aduun ma yajhalunahu, watu wanakuwa ni adui wa kitu ambacho hawakijui. Unaweza wakaamua kukishambulia kwa sababu hawakijui, lakini ukiwafahamisha wanaelewa. Kwa hiyo hilo ni moja ya malengo yetu ya kwanza, kutoa elimu, lakini pia kutoa ushauri. Tunatoa ushauri kwa mtu anayehitaji, taasisi zinazohitaji, taasisi za serikali. Kuna taasisi zinazosimamia huduma za kifedha nchini kama Benki Kuu, na Wizara yenyewe ya Fedha ya Jamhuri ya Muungano, Wizara ya Fedha ya Zanzibar. Kuna Benki Kuu, kuna taasisi za kifedha kama vile CMSA, TIRA, mambo ya bima kule Dar es Salaam Stock Exchange. Kuna mashirika yetu ya kodi TRA kule Zanzibar, kuna ZRB. Kwa hiyo yeyote anahitaji kupata huduma, awe mtu binafsi, iwe ni kampuni, iwe ni taasisi, anakaribishwa SIFCA. Lakini pia kuna kutoa mafunzo, training, na tumetoa mafunzo. Kwa mfano mwaka huu tumetoa mafunzo mara 2 ya wadau wote wanaotoa huduma za kifedha nchini, wanaotaka kujua huduma hizi. Yalidhaminiwa na Benki Kuu. Tulitoa kule Mwanza kwa muda wa siku 5, taasisi mbalimbali za kiserikali na zinazotoa huduma za kifedha za Kiislamu kama mabenki, taasisi za bima. Lakini tukatoa tena Zanzibar, unaona, tarehe 22 mpaka tarehe 25 ya mwezi wa 10 tulikuwa Zanzibar, ili na upande wa muungano wa Zanzibar nao upate huduma gatu. Kwa hiyo utoaji wa mafunzo mbalimbali kama ambavyo tumetoa kwa benki pia, CRDB tuliwapa mafunzo pia, unaona, ya Albaraka. Lakini pia kutoa miongozo, kushiriki kwenye swala la miongozo. Swala la miongozo tunatoaje? Tunatoa kama kwa mashirika au kwa taasisi za serikali, lakini pia kushirikiana na taasisi za serikali kuandaa miongozo ya uendeshaji wa huduma hizi. Kwa mfano, tumeshashirikiana na mamlaka ya usimamizi wa huduma za bima nchini TIRA kutoa ile miongozo ya bima ya takaful. Tumetoa miongozo ile. Ni kazi katika kazi kubwa iliyofanywa na SIFCA kuanzia mwanzo mpaka kutoa miongozo ile. Sasa kampuni ya bima ikitaka kutoa huduma za bima ya Kiislamu haina shida, kwa sababu kuna mwongozo ulioshirikisha SIFCA, ulioshirikisha mamlaka ya usimamizi wa huduma za bima nchini TIRA, na ule mwongozo inaitwa guidelines au regulatory framework. Ni mwongozo ni wa kisheria, hata mtu akivunja anaweza kuchukuliwa sheria. Lakini pia SIFCA inashirikiana sasa hivi na CMSA, mamlaka yetu ya usimamizi wa mambo ya masoko na mitaji, unaona, kuandaa kanuni kama hizi. Pia tuko katika mchakato huo. Lakini pia SIFCA imeitwa na Wizara ya Fedha kushiriki kwenye uandaaji wa miongozo ya utoaji wa hizi hati fungani za Kiislamu za serikali ya Jamhuri ya Muungano, lakini pia na serikali ya Zanzibar. Unaona, zinaitwa sovereign sukuk guidelines na quasi sovereign sukuk guidelines. Unaona, mwongozo huu
Huu ndio mwongozo ulikuwa nazungumza. Mwongozo umeandaliwa na mamlaka ya usimamizi wa huduma za bima nchini TIRA. Unaona, unaitwa Insurance Guidelines Booklet. Hapa kuna miongozo mingi, lakini miongoni mwa mwongozo huo ni huu hapa wa takaful operations. Yani huduma za takaful. Kwa hiyo hizi ni kazi zetu za SIFCA ambazo tunazifanya. Lakini pia ipo kwenye suala la kushajihisha matumizi ya huduma hizi, advocacy. Unaona, kuraghibisha watu wapende kutumia huduma hizi ni kazi tunazozifanya, na malengo ya hili ni kwamba ni kupanua ule wigo wa wananchi kutumia huduma za fedha. Unajua, huduma za fedha zinaweza zikatolewa kama hazikidhi kuwafikia wananchi, wanakuwa financially excluded. Unaona, hawajahusishwa katika huduma hizo. Lakini wakati mwingine huduma zinaweza zikawa ziko pale, ila wananchi hawataki kuzitumia kwa sababu haziendani na imani yao, haziendani na maadili yao. Kwa hiyo unakuta sehemu kubwa ya wananchi wanakuwa watumie huduma hizo za fedha, na hili ni hatari kwa taifa. Kwa taifa lazima mfumo wa fedha uhusishe wananchi wake wote. Kwa hiyo tunajitahidi kwamba tuwe na financial inclusion kupitia hizi huduma za kifedha za Kiislamu, lakini pia kutoa ajira. Sasa hivi watu wanaofanya kazi kwenye benki zinazotoa huduma za benki za Kiislamu ni Waislamu na wasio Waislamu, wanafanya kazi mle, wampata ajira. Lakini pia kuna suala la kuchangia kwenye maendeleo ya nchi. Huduma za kifedha zinachangia maendeleo ya nchi, na jingine lengo letu ni kuunganisha Tanzania huduma hizi na kimataifa, ili zikitolewa basi ziwe zinakidhi vigezo vya kimataifa. Haya ndio malengo yetu kwa ujumla ya kuanzishwa kwa SIFCA. Shukrani sana mpenzi mtazamaji, kama ndo kwanza unaungana nasi, tuko hapa SIFCA, tumekuja kupata mengi jamani, mengi. Usitoke hapo, tulia hapo hapo, tunapata mapumziko mafupi kisha tunarejea tena. Na baada ya mapumziko mafupi tumerejea tena, na bado tuko na Sheikh hapa Mohamed Isa. Yeye anatupa mengi zaidi. Lilo usiolijua basi leo utalifahamu. Sheikh, kuna hivyo hasa hizi huduma za fedha za Kiislamu ni zipi hasa? Huduma za kifedha za Kiislamu ni kwamba ni huduma zinazozingatia misingi ya sheria ya Kiislamu. Lakini watu hawajui kwamba huduma za kifedha, benki, bima, asili yake ni Uislamu. Hii ni bahati mbaya sana kwamba tumepoteza historia yetu kiasi Waislamu wenyewe hatujui kwamba hata huduma za benki zenyewe asili yake ni sisi Waislamu. Huduma za bima asili yake ni sisi Waislamu. Kwa mfano, huduma za benki, unaona, ili neno benki ni neno la Kitaliano, la maana benki kwa maana ya a table, ni meza ambayo walikuwa wakopesha pesa, wanaweka pesa pale. Kama unavyoona wanaouza change za daladala, wanaobadilisha change kwa mabasi ya daladala barabarani, ameweka hela zake pale, mtu anakuja atoa. Hizo meza ndio zinaitwa banco Kiitalia. Waingereza wakaita bank. Unaona? Lakini kuhifadhi mali, waasisi wa masuala ya kuhifadhi mali ni sisi Waislamu. Tena ni Mtume sallallahu alaihi wasallam. Pale Maka, nyumbani kwa Mtume, ndio ilikuwa benki ya kwanza. Makureshi wakaenda kuweka amana zao pale. Kwa sababu benki ni mahali unaenda kuweka amana zako, iwe ni pesa. Sisi tunajua kwamba benki inaweka pesa tu. Lakini kwa mimi mtaalamu mambo ya fedha, najua benki inaweka mpaka vitu. Unaweza ukaenda ukaweka hereni yako ya dhahabu benki. Kuna visanduku maalum, custody unaweka pale, unafungua wako wewe mwenyewe. Vitu vya thamani unaweza kaweka benki. Sasa Makureshi walikuwa wanaweka vitu vyao vya thamani kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Unaona, mpaka wanamuita As-Sadiqul Amin, ni kwa sababu hiyo amana zao zilikuwa pale. Ndio, kwa hiyo benki ni Baitul Mal. Kiarabu benki Baitul Mal, nyumba ya kuhifadhi mali. Ndio benki. Tunachanganya tu na neno benki. Mpaka mtu anakuambia benki bana, huduma hizi hazipo katika Uislamu. Hajui tu huyu. Unaona, benki ni nyumba ya kuhifadhi mali, na Mtume SAW nyumbani kwake ilikuwa ndio nyumba ya kwanza ya kuhifadhi mali. Hata alipohamia Madina, Mtume katika vitu alivyovianzisha ni Baitul Mal. Baitu, yani nyumba ya kuhifadhi mali. Sasa hapo ni mali ya zaka, mali ya sadaka zilizopatikana vitani za ngawira zilihifadhiwa pale. Hata wasiokuwa Waislamu katika dola Islamu wanatakiwa walipe kodi, jizya, inaenda kuhifadhiwa pale. Na kazi ya benki ni kupokea mali na kuzitawanya.
Unaona distribution ya hizo mali. Kwa hiyo Baitul Mali ilikuwa inafanya kazi hata ya kugawa zile mali zilizohifadhiwa pale, ima ni zaka au hizo ni kutoa sadaka au ni kuwapa watu kwa ajili ya huduma mbalimbali. Kwa hiyo utaona ndio hivyo. Na Mtume alipohamia Madina, yeye sasa hakufanya kazi zile kama yeye, alianzisha hiyo Baitul Mali ya dola. Lakini sasa Zubair ibn Awam radhiallahu anhu akarithi ile kazi ya Mtume. Zubair ibn Awam ni shangazi, ni mtoto wa shangazi lake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akarithi kazi ya Mtume ya kuhifadhia mali za watu. Unaona, alipofariki Zubair ibn Awami, Abdallah ibn Zubair ibn Awami akabadilisha muundo ule. Watu wakienda kuweka amana zao pale, alikuwa anawataka idhini azitumie zile amana, sawa? Kufanya nini? Kukopesha watu au ili zisikae tu pale, kwa mafundisho ya Mtume aliyesema kwamba kwamba zitumieni mali za mayatima, ziwekezeni mali za mayatima ili zisiliwe na zaka. Athmiru amwal al-aitam kai la taakuluha zakat. Yani ukiwachiwa mali ya yatima usikae tu unaiangalia kama picha. Unatakiwa uangalie namna ya kuiendeleza isije ikaliwa na zaka, kwa sababu mali ikifikia nisabu kila mwaka inatolewa zaka. Sasa kama watoto walikuwa wadogo mpaka wakawe wakubwa, hii mali itakuwa imeisha. Mtume akasema ziwekezeni zizalishe mali za mayatima. Kwa hiyo Abdallah ibn Zubair ibn Awami akawa benki ya kwanza ambayo watu wanaweka na wanaenda wanakopeshwa. Unaona, muundo huo ukaenea. Dola ya Kiislamu ilipoenea enzi za Bani Umayya, enzi za Bani Abbas, imekwenda ikatanuka sana muundo huo enzi za dola ya Kiislamu ya Waturuki, the Ottoman Empire, mpaka ikafikia hatua enzi za Bani Umayya palikuwa panatolewa swak. Swak ni nini? Ni karatasi ambayo inaonyesha wewe unanidai mimi dhamana ambayo utaichukua muda fulani. Ukifika muda ule unaenda unaonyesha ile karatasi, unapewa amana ile. Walikuwa wanapewa hizo swak wafanyakazi wa serikali, wanajeshi, ili mwisho wa mwezi wakachukue kwenye Baitul Mal, unaona, mishahara yao, na ilikuwa ni chakula au nini. Neno swak ndio leo linaitwa sukuk, na neno swak ndio asili ya neno cheki kwa Kiingereza. Cheki hiyo Kiingereza imetoka kwenye swak kwa sababu mfalme George wa 5 wa Uingereza alituma ujumbe wa watu kwenda kwa mfalme wa dola ya Kiislamu Sultan Suleiman al-Kanuni, anaitwa Suleiman the Magnificent wa dola ya Uturuki, Ottoman Empire, kujifunza mfumo wa fedha unafanyaje kazi katika dola ya Kiislamu. Wazungu Uingereza wanaenda kujifunza kwetu sisi. Leo tumegeuka sisi, ni mambo mapya. Ukimwambia benki mtu anaona jambo jipya, ukafiri huu. Wakachukua mpaka na hiyo swak ndio wakaita check Uingereza, unaona. Kwa hiyo mfumo huu ulianzia huko, umeenda, ulikuwa imara, na miongozo yake ilikuwa inafanya kazi. Miamala yake ni mikataba ya kisheria ya Kiislamu. Mfumo wa fedha wa Kiislamu wowote ule, uwe ni benki, uwe ni takaful, uwe ni hati fungani za sukuk, uwe sijui ni commodity market, lazima iwe ni miamala ya kifiqhi ya Kiislamu. Murabaha, musharaka, mudharaba, ijara, istisna, bayu salam, unaona, zote hizo na miamala mingine, hawala, kafala, yote inaingia pale. Wadia, unaona, qaradha hasana, hiyo miamala yote ilikuwepo, inafanya kazi. Dola ya mwisho ya Kiislamu Ottoman Empire mpaka inadonoshwa mwaka 1923, miamala hii ikapotea. Ikapotea katika level ya nchi, ikabakia sasa mtu binafsi na mtu binafsi tu. Sasa tumekwenda na ukoloni, wakatuletea benki zao na mambo ya riba, unaona. Mwisho ikawa sasa Waislamu tumeingizwa kwenye mambo ya riba. Nchi zetu zilipoanza kupata uhuru, ya kwanza ni Misri. Misri ndio chachu ya mambo haya. Ilipopata uhuru wake mwaka 1952, wanachuoni pale Misri wakaanza kufikiria, hivi hatuwezi kutoka kwenye mfumo huu wa riba? Mwaka wa 63 mtaalamu mmoja anaitwa Ahmed Nagar. Ahmed Nagar alienda kusoma mambo ya finance Ujerumani. Aliporudi akasema hatuwezi kuanzisha sisi huduma za kibenki za kifedha za Kiislamu. Akaanzisha benki ya kijamii, community bank, kwenye mji wa Montgomery, ikaitwa ile Montgomery Islamic Bank. Baadaye ilikuja ikaitwa Nasser Islamic Bank kwa jina la rais wa kwanza wa Misri, Jamal Abdel Nasser. Kwa hiyo mwaka 63 ndio ilianza, lakini ikaenda mwaka wa 67 huko kule Malaysia pakaanzishwa mfuko unaitwa Tabung Haji.
Tabung Haji ilikuwa ni watu wanaweka pesa zao, wanaweka dunduliza, wanaweka kwa ajili ya kwenda hija. Unaona? Na muamala ule ulikuwa ni wadia, watu wanaweka pale kama amana. Ikaenda hivyo, ilipofika wanachuoni wapi Pakistan, wakaamua mfumo wa fedha, kwa nini usiwe ni mfumo wa Kiislamu? Na baadaye mwaka 75 Shukrani sana mpenzi mtazamaji kwa kuangalia kipindi chetu kizuri kabisa Zijue Taasisi na Kazi Zake. Kipindi ambacho basi unapata kuangalia vitu mbalimbali. Umeweza kuona fursa zinazopatikana katika taasisi hii, bila kusahau malengo ya taasisi hii. Nini basi wamefanya kwa jamii yao kwa ujumla. Na wewe mdhamini ambaye unataka kutudhamini kipindi hiki, tunakukaribisha sana kwa ajili ya kudhamini, na yule ambaye anaona anataka atie mkono katika kipindi hiki, basi tunamkaribisha kabisa kwa moyo mkunjufu. Shukrani sana producer wangu mkuu kabisa Abdullah Matotola, bila kumsahau Mbarak Jumanne, naye Sadi Juma Asina mwenyewe pia alikuwepo kwa upande mzuri kabisa wa mambo ambayo ameweka vizuri hapa. Si mwingine huyu, ni Ukti Asina alikuwa hapa. Kama una lolote la ziada, unataka ushauri, maoni, nini, tupigie simu. Aisha Mpatila, kwaherini.